Bwana Yesu asifiwe. Karibu mtazamaji, tukaweze kuendelea na show yetu. Tunaendelea tu na kuongea topiki yetu ya boy child, na mgeni wetu yuko tayari kwa ajili ya kutuelimisha zaidi kwa ajili ya boy child. Karibu dada yetu, kapate kuendelea. Karibu sana. Asante. Asante mtazamaji. Kwa majina naitwa Susan Wainaina. Nataka tuendeleze ile topiki yetu yenye tulianza ya boy child. Na leo nataka tuzungumzie yule boy child ambaye bado hajajitambua na bado tunatumia kitabu chetu cha Biblia. Tutatumia mifano yetu kutokana na Biblia. Kuna wale boy child wenye hawakujitambua katika Biblia. Tunaweza anza na Samson. Samson, Mungu alikuwa amempea nguvu nyingi sana kwa nywele yake. Yaani alikuwa anajua tu nikiwa na nywele yangu niko safe. Lakini unakuta kuwa alikuja tu akakosa kujitambua. Akaona kama hiki kitu si cha dhamana sana. Ndio maana hata mwisho unapata alienda kwa Delilah. Delilah akaenda akatua tundu tu kidogo tu, akakubali kutoa ile siri ambayo mwenye tu alikuwa anajua katika dunia ni wazazi wake peke yake na Mungu. Sasa unamaanisha ya kuwa huyu boy child hakuwa amejitambua yeye ni nani. Hakuwa anajua ya kwamba hizi Mungu anaweza fanya something, anaweza kasirika kwa sababu hii siri amekwambia usiambie mtu. Na yeye mwenyewe unaenda unaichukua tu lightly, una share out your. Sasa ndio maana unaona pale mwisho Mungu alimuangamiza kwa sababu alikasirika vile. Unaona? Ukienda mtu kama Solomon. Solomon was the wisest man. Alipewa wisdom na knowledge. Ile wakati alikuwa anaomba Mungu aliomba wisdom na ni kweli Mungu akampea. Na zaidi ya hiyo wisdom na knowledge, Mungu alimuongezea riches and honor. Aliambiwa hakutawahi kuwa mfalme mwingine kama yeye. Unaona? Hivyo alikuwa so close with God like that. Lakini alifanya tu makosa moja. Mungu alimwambia usijaribu kuoa wanawake wa mataifa. But he did so. Akaoa 700 wives and 300 concubines. Wakati alioa vile, wale wanawake wakamlazimu aende wajengee madhabahu ambayo ni ya miungu yao, which was against God. We serve a very jealous God. Sasa venye alienda akatengeneza, Mungu alimwambia nini? Naenda, I am going to cut your kingdom into two. Alimwambia kuwa wewe sasa hiyo nini yote, he came to be, and mwishowe kulikuwa na destruction. Unaona? So huyu hakujitambua yeye ni nani. Alikuwa na everything. Mungu amekupea riches, amekupea honor, amekupea wisdom. Unaona? Alikuwa amekwambia tu kitu moja tu. Tafadhali usioe wanawake wa nini? Wa mataifa. Yeye akajua sitaoa moja, nitaoa 700 na niongezee concubines juu. So wanyalizeeka hao wamama wakampea so much pressure. He had no other option than kuwajengea hizo madhabahu za miungu yao na Mungu akakasirika. Unaona? Lakini alichanganya wanawake wa Kiisraeli na hawa wengine. Yes. Wote total walikuwa 1000. 1000. So kwa hivyo hata wakati unajitambua mambo ya ndoa pia kuna mambo mengine inastahili ikuwe ya siri. You have to be a balanced boy child. You have to balance your spiritual life, your physical life, and your mental health, which is the psychological. So unapata boy child mwenye amekuwa kiroho ameenda. That's you find there are very big people kwa kazi ya Mungu, kwa huduma. They are bishops, they are reverends, they are what, they are gospel ministers. How? Wameenda kabisa kiroho. Wanasahau their physical life, their social life, their mental and psychological life. So unapata huyu akipanda hivi, hii side nyingine inamlet down. Sasa kama vile umesema Samson alikosea tu pande ya ndoa peke yake. Kabisa. Hizi zingine alikuwa hako sawa. Uhusiano yake na Mungu alikuwa sawa. Watu wenye tutaenda kuona wenye walikuwa na hawakujitambua. Their spiritual life was so good. Uhusiano yao na Mungu, it was so good. But waliacha nyuma their social life, their marriage life, their maisha yao ya kawaida. So for you to be a boy child mwenye amejitambua, lazima ukuwe na all round person. Spiritual uko sawa, your social life uko sawa, your mental health uko sawa. Asante mtazamaji, najua hapo unapata kakitu. Kando sasa na vile ndoa yake iliharibika, ni madhara mengine gani ilimpata? Mambo ya kiroho alitumika vile Mungu alikuwa anataka na akaendelea hivyo. Tunusura ni na Samson alikuwa na mtoto?
hakuwa na mtoto. Alikuwa tu na Delilah mwenye alimdanganya ile wakati mpaka akamweshua amenyolewa nywele na ni hivyo. Lakini Mungu alimsaidia kwa sababu ile wakati nywele ilianza kumea kidogo, akajua, akaomba tu nguvu kidogo, na hapo ndio akarusha zile mawe kwa ile nini na wakakufa wote. Akashikilia ile nguzo ya lile jengo na mwishowe likaanguka. Haya, tumeona huyo ni Samsoni. Tumeona Solomon pia hakumaliza vizuri sababu hakutii Mungu. Kukosa kujitambua inafanya usitii Mungu vile anataka. Na wengine pengine kuna Cain. Cain hakujitambua. They were just two in the whole world. Na Mungu was very, yani Mungu alikuwa amepanga mambo yake. Kamwambia wewe ni wa ng'ombe, yani wewe ni wa mifugo, wewe ni wa mimea. Kumaanisha hakuna mahali mtawahi kuaruzana. Mahali mtakuwa mnakutana ni mimi nataka nyama ama mimi nataka mboga ya kukula. So we exchange. So Mungu alikuwa ameweka mikakati vizuri sana. Unaona? Sasa Mungu alikuwa anataka kumkuza. Lakini unakuja at the end of the day unapata nini? Amesikia wivu akaua ndugu yake. The fact that too Mungu aliwachagua, they were just two of them. Na Mungu akamwambia wewe role yako ni hii na wewe role yako ni hii. Alikuwa amesha define roles zao vizuri sana. So hakuna mahali kwenye wangekuwa anasema tunafanya biashara moja labda hapana. So lakini sasa tunapata na babake pia Adam hakujitambua. Kwa sababu yeye Mungu alimuumba from nowhere. He knew the heart of God. Alijua moyo wa Mungu vizuri sana. Na akamwambia, imagine alimpea powers, akamwambia wewe, can you name all these animals? Akamwambia na akasema that is tick 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 tick. No. Akamuunda from nowhere. Mungu akafikiria acha niweke macho nini and that's it. No. But at the end of the day what did he do? Mungu akamwambia tu kitu moja. Tunda la katikati usikule. Na dhambi haikuwa dhambi kwa sababu Eve alikula tunda. Ilikuwa dhambi kwa sababu Adam alikula tunda. Kwa sababu yeye ndiye alikuwa moyo wa Mungu. Mungu ameumba the best. So anajua moyo wangu na wako, venye nafikiria ni venye unafaa kufanya nini ufikirie, unaona. Sasa ile wakati Adam alikula ndio ikakuwa dhambi. Na ndio maana tuko na nini mpaka wa leo. No, we have repercussions until today. Wakati Adam amekula tunda ndio ile dhambi imedhihirika. Wakati mwanamke alikula ilikuwa bado. Aya, na wakati alipoulizwa na Mungu, badala aseme ni kweli yenyewe nimefanya makosa, Mungu naomba unisamehe. Blame game. Ni ule ndiye alifanya. Ule ndiye unaona. So hapo Mungu hata hakufurahia. He was not remorseful. Naona angekuwa remorseful labda tungehurumiwa tu, tungekuwa tunapitia yale watu wanapitia sahihi. Na sasa kwa sababu hiyo tu kukula tunda, sasa ilikuwa ni makosa ya Adamu ama ni ya Eve? Makosa ya Adamu. Kwa sababu yeye ni moyo wa Mungu. Unaona? Mungu alikuwa ameweka kila kitu ndani ya Adam. So he knew. It's like Solomon. He is the wisest. So he knows. He knows this is the wrong thing. Hata akifanya kuna ile tu conscious inakwambia you are doing a wrong thing, but bado anajiconvince. Unaona? So hiyo wakati ameletewa tunda, he had the power ya kusema hapana, hii sikuli. Mungu alisema hatukule. Alafu Adam asamehewe kwa niaba ya Eve, asamehewe kwa niaba ya Adam. Hata ingekuwa dhambi. Kwa sababu moyo wa Mungu alikuwa ameshauzungumza through Adam. Unaona? Na ule mtu mwenye angekuwa wa kutunegotiatea sisi na Mungu ni Adam pia. Wakati alifanya hii dhambi, angeambia Mungu tafadhali tusamehe. Hatutarudia tena. Maana yake mwanamke pia alikuwa hajapokea agizo kutoka kwa Mungu. Haikuwa na hiyo promise. Promise ilikuwa na Adam. Unaona? Go to Abraham. Sasa ni kama kile kiumbe nyoka ni kama kilizidi akili ya Adam mama. Sababu mbona alipita kwa mwanamke na mwanamke ikakuwa rahisi kuconvince bwanake? Kwa sababu tuseme mwanamke akona, si nikwambia ni ubavu. He is part and parcel of a boy child. Mwanamke ni part and parcel, yani ni sehemu ya a boy child. So anajua angeenda kama nyoka hangesikizwa. But lazima atumie huu mwili moja, because even the Bible says wawili watakuwa mwili moja. So this is one. The body is one. So alikuwa anajua.
Nitajuza the weaker being ndio ni win the stronger being. Kwa hivyo sasa kwa ndoa inastahili mwanamke ndiye anakuwa anaongea sana, ama si kila kitu anashirikishwa na bibi anafuata? Ama sasa mwanamke hafai kuwa anaongea sana, anafaa kuwa mtu wa kusikiza sana na mtu wa kuadvise. Ndio nilikuwa nakwambia tukianza show ile wakati mwingine nilikuwa nakwambia mwanamke ni ubavu. Unaona? Is the support system. You have unajua bavu zimeshikana na the backbone and everything. You have a very vital role that you are playing in a man's life. Unaona? So wewe si kuongea sana because wisdom na kila kitu at least inaenda kwa mwanaume. Mwanaume can be able to unajua kitu kihappen utaongea na hasira. Ni hivyo. Ama ukiwa na kitu umefurahi utaongea hautajua kupima your words. Unaona? But for a man can be able kupima hizo words zake. Yeah. So is the support system. A woman is the support system of a man. Kwa hivyo sasa ni tusikize mwanamume sasa. Wewe unaweza muadvise. Lakini mwenye amejitambua kabisa. Alafu unaweza muadvise pia. You can advise that person. Alafu apime kama advice iko sawa ama But mostly advice ya mwanamke inakuanga right. Because unaonanga mwanamume anaambia mwanamume tusifanye hivi, tufanye hivi. Na kabisa akifuata hiyo nini wanafaulu. Unaona? Aya, sasa umesema pia anaitwa Abel na Cain. Cain hakujitambua. Lakini sasa Cain hakuwa na mafundisho. Sasa yeye wakati aliona sadaka ya ndugu yake imepokelewa, ikaumiza roho yake, na ilipoumia alikuwa hajui afanyeje zaidi ya kuwa ameumia. Akaona kama huyu ndiye ananipea kombe, aende. Lakini he could have consulted the father. Unaona? Kuna of course there is a reason why nini yake ilifanya nini ilikataliwa. Na Mungu angecommunicate na yeye. Unaona? So he could have consulted the father or seek help. Ama hiyo wakati uko na hasira hivi usifanye anything, just sasa unaambia mko na hasira usiombe hata kuomba because ile maombi yako utaomba ni complain peke yake. So wakati alikuwa na hizo hasira zote angeenda tu mahali kwa nyumba yake a relax. Angoje kwanza hasira ifanye nini? Settle down. Then sasa akuja ajue where was the problem. Sasa yeye hakuwa anajua hivyo. Kwa sababu hata anaona malaika alimwambia dhambi inakuotea mlangoni. Jichunge. Sasa kwa nini basi yeye alichukua maamuzi ya vile moyo wake inataka? Kwa sababu yeye na uungu, yani he was not in the line with God. Yeye mwenyewe alikuwa tu dunia yake peke yake. Hata sisi wa Kristo wenye tumeokoka, there is a time unasikianga nyewe huyo mtu amenikosea sana. Hata kama ni wewe, hauwezi kuwa umenyamaza. Hii kitu sifai kunyamazia, ni nyamazia aje? Huyo mtu atafai kuishi, hata nafaa kuchukua panga ni mkatakate. But again, there is an inner self. Ile roho ya Mungu ya ndani na Roho Mtakatifu anakuguide na kuambia, hapana, this is not the right thing to do. Keep quiet. Unaona? So yeye hakuwa na hiyo guidance. Na kama alikuwa nayo, hakuisikiza. Ndio maana akafanya vile. Kwa hivyo njia moja ya kushinda, unajua kuna kitu umesema pale ukianza ya kwamba wakati mwanamume wanapopata machangamoto kwa ndoa anahitaji pia psychology yake afanyiwe hiyo therapy, pengine afanyiwe counseling nini, vitu kama hizo. Siku hizi tuko nazo. Kwa sababu pia wanaume kufunguka nao huwa ni ngumu sana. Unakufa kisoja. Hauwezi pona kwa jumping from one problem to another. Mimi na wewe tuko mimi nimeolewa, tuko na shida na bwanangu, sio? Bwanangu ameona hii ndoa haiwezi survive ama tumekosana, yani tumekasirishana. Yani hasira iko kule. Na labda they come from those communities yenye hasira tunapanda kwa shamba. Yani amepanda. So kutoka kwangu aende achukue mwanamke mwingine, that is called comfort. Is a temporary comfort. Is not healing. Healing is where you go through the process kutoa ule uchungu uko nayo kwa moyo. Unaona? There are those counselors. You can go to your pastor akupeleke all through time. You know, the more you talk about it, the more you heal, because tunasemanga a problem shared is half solved. So the more you talk to mtu mwenye amejitambua, because unaweza kuwa tu amekosana akaenda kwa mahali labda kwa club. Imagine bibi yangu mtu anamwambia siwezi, ati anafanya nini? Tafuta mwanamke mwingine oa. So you have to know the type of person you are sharing with your challenges kwa ndoa, because you cannot just walk out and tell anybody around. Unaona? At least kukuwe na mtu mwenye ako amejitambua. Nimekwambia there is a balanced boy child.
spiritually, socially, na physical na psychologically. That boy child ndiye anaweza kukusaidia out of your problem. But if for example wewe uko huko juu spiritual, huko juu you are a gospel minister and you have a problem with your wife, kuna mtu mwingine hapa in the social life he's okay, but spiritual life yake iko chini. Of course ile advice atakupea ama ile kitu atakuadvise ufanye, it's not the right thing. Unaona, it's not the right thing. Or else so you have to look for a person who is stable spiritually, socially, psychologically, kila kitu. Na si wengi pia. Si wengi. Sababu sasa unapata sasa, kwa mfano si kama Samson alikuwa anategemewa sana. Alikuwa akisimama kwa vita tu hivi aki kabisa mpaka Israeli wanajua tuko na judge, tuko na mwamuzi. Lakini sasa kwa pande ya ndoa alikosa, unaona ile yeye mwenyewe alioa against the will of God. Ni kweli. So even the parents were not happy about it. Unajua kuna ile ya pengine unaweza peleka mwanamke nyumbani unataka kumuoa, the parents were yeye anasema wazazi wangu hawanitakii mazuri. You know, but kuna zile vitu zenye mzazi atakwambia. Nimepeleka mtu nyumbani nataka kuolewa. Ushaienda kwa huyu mtu ujue kama ako na bibi mwingine. Ushaijua kwao kukoaje. Unaona hizo vitu, those are the basics. But for me I can say wazazi wangu hawanitakii mazuri. Si tumekutana iko town and but the fact is they can tell me something that will save my life forever. Unaona, I can go there nipate hata mimi ni bibi ya 6 huko. So wanaletanga ama usikie tu ile historia, analetanga wanawake wakie na mwenye alikuwa ametoka juzi. Unaona, so you find such information which is very helpful to your life. So unapata nani hakuwa na that person wa kumguide. So hakuwa naye. Na sasa kwa mfano sasa wewe ndio huyu hapo unapitia changamoto kama za ndoa, na mwenye unaweza kimbilia kwake ni sawa, anatumika na Mungu kabisa, lakini misingi yake ya ndoa ni kama Samson. Hakuoa kulingana na hiyo mapenzi ya Mungu. Na ndiye yako karibu na wewe. Unaona akikusaidia basi vile unasema waende wafanyiwe counseling na nini na nini. Si au haizi kukusaidia. Ndio nakwambia, unaona ule mtu mwenye unaenda kumwambia kusaidie. Lazima ukue umefanya research yako vizuri. Sana. Na unajua ufanyangi research sana kwa sababu utegemeangi shida kama hii itakuja. Lakini siku shida inabisha hodi kwako, ndio unaamka unajua, hiki tu nilikuwa naisikia kwa majirani, kumbe hata kwangu kweli. Na pengine saa hiyo ulikuwa una ule uwezo wa kupambanua ni yupi ninaweza enda kwake, anaweza nisaidia nini na nini, vitu kama hiyo. Unajua another challenge kama sisi wa huduma, let's say the born again Christians, we go to church on Sundays, ndio? But within the course of the week, sijai kuja kwako nikajua unaishi vipi. But naona unakuja kanisani na bwanako mnaketi pale mbele, you know? So I'm like, hey, this family looks so good. So in case niko na hiyo changamoto na kikimbilia kwa ile kitu nimekuwa nikikuona, but I have not studied you. So unaweza pata ile ndoa ya huyu ni kuvumilia na vumilia just because yeye ni mtu mkubwa kwa kanisa or anything. But maybe hata yake ni worse than yours. Then unakimbia huko naenda kusik help. So it is good that you do your due diligence vizuri sana. We as Christians we should go beyond ile vitu tunaonana pale kanisani. How are you fine nini hizo. We should go beyond that and understand each other. Are these people happy in marriage? Ama ni ile ya showbiz, ile ya tunakuja tunafurahiana, tunaonyeshana kanisani, tumekuja sijui and then after that there fanya wengine waende na wivu kwa nyumba akisema akisiu hiyo nyumba yake wewe hata afadhali kwako. You see, even there was somebody who was sharing with me sometimes back and was saying sometimes unapata ni pastor lakini hawajaongea na bibi yake siku 2-3. Na lazima asimame kwa hiyo madhabahu. Lazima akuje na huyo mke wake kanisani kwanza. Lazima asimame kwa ile madhabahu na lazima ahubiri. Unaona? So you find these challenges are everywhere. But how they are being handled. Ndio nakwambia sio kila mtu tunatuona huko unatupelekea ati sijui niko na hii shida. Alafu pia unaweza pelekea mwingine shida yako, kumbe na yeye alikuwa anakutambua wewe ndio uko vizuri kumshinda. Haya, sasa mimi nimekuletea yangu. Kwanza nimemshtua hata sababu mimi sikutarajia sio hata wewe unapitia hii shida. Umeniletea na mimi nilikuwa na adima hiyo maisha unakaa. Sasa niko ushaona sasa. Sasa unapata vitu kama hiyo inatokea na tunakosa kusaidika vizuri. Ile njia mzuri kabisa ya kwenda kwa counseling na nini ni kama gani sasa? Counselors are there, they are all over. And so you should seek professional help.
you should seek professional help because atakusaidia you walk over it. You should seek professional help. Na if you have to seek for somebody mwenye anakusaidia, angalia mtu a balanced, mtu ameishi maisha yake yote ni balanced. Yes. Huyo ndiye anaweza Huyo ndiye kusaidia, ako spiritually ako sawa, kama ni psychologically ako sawa, kama ni social life yake ako sawa, yani hizo vitu then you are going to get help. Asante, wacha tusimamie hapo, tutaendelea.